kama tumeenda ugenini tuko pungufu na limefungwa goli. Kafu wamesema hili ndio goli bora barani Afrika. Tuko pungufu. Mimi sina wasiwasi, tarehe 1 tunaenda kuchukua pointi zetu. Yanga afungwa au sare. Tukamwambia sisi tunahitaji sare tu. Sisi tunahitaji sare tu. Wala siku. Yanga haendi. Mimi nakwambia. Yaani mimi nakwambia tumeamua. Sisi hatutaki maneno. Sisi tumeamua. Yaani sisi tunaenda kuyazuia matokeo Zanzibar. Leo jambo linawezekana. Na kamati tushaanza kuiandaa. Kamati ya watu 12 tushaiandaa. Yaani hiyo sio, hatujamshirikisha Mo wala hatujamshirikisha Mangungu. Sisi wenyewe wanachama ambao tunaumizwa na matokeo mazuri kwa Yanga. Kimataifa sisi hatuna chetu, na yoyote atakayekwambia Simba tunapeta labda miujiza ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwa Mwenyezi Mungu yani hashindi. Inawezekana Simba anaweza akashinda mechi ya mwisho na alafu Mwenyezi Mungu akaja akazitia mgogoro zetu mbili, kapo akasema fulani na fulani hawaendi, Simba ndo tukaenda na timu nyingine. Hii tunasema ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. Kwenye miujiza. Lakini kwa hali ya kibinadamu Simba hana tena nafasi. Mimi siwezi kukata tamaa kwa sababu kuna Mungu mbele. Mimi siwezi kukata tamaa kwa sababu mimi namwamini Mwenyezi Mungu. Umeona? Inawezekana hizi timu especially Tunisia na hawa nani wale Angola, so wanasema pamoja wanaweza kufanya jambo kule. Afu Kafu akaambia kwa jambo hili timu zote mbili tunaziondoa katika michuano. Kwa hiyo tutabaki sisi Simba na wale Mali. Tukaenda robo, umeona? Kwa hiyo mimi kama mimi sijakata tamaa kwa sababu huwa namtanguliza Mungu mbele. Umeona? Wanaweza kaenda kufanya jambo la ajabu kule, umeona? Tunisia kule, na alafu Kafu akasema hivi vilabu tumevifungia. Kwa hiyo katika kundi la Simba vilabu viwili vikishafungiwa, si vitabaki viwili. Watatu na wa mwisho wanaenda. Lakini kwa hali ya kibinadamu Simba hana tena nafasi. Nafasi yetu sasa ni kujipanga katika ligi. Ni kujipanga katika ligi. Ligi bado tuna nafasi kubwa. Yaani ukiangalia Simba katika michezo aliyocheza, nadhani katika michezo 7 amepoteza pointi 5. Afungwa mchezo mmoja, na draw mchezo mmoja. Kwa hiyo ukiangalia bado tuna nafasi kubwa sana ya kwenda kuchukua ubingwa. Wakati tunapoteza huo mchezo mmoja, huyu mtani wetu ambaye tunapigania ubingwa pamoja, kwa sababu miaka hii ya karibuni anayechukua miaka 8 ya karibuni Simba au Yanga ndo anachukua ubingwa. Huyu mtani wetu hatujacheza naye mechi hata moja. Kwa hiyo hawezi kusema kwa mechi zilizobaki kila mtu ashinde zake. Ingelikuwa tushamalizana naye na alafu Yanga katupita kwa pointi 5, ningesema ligi kwetu sisi kuchukua ubingwa ni kuna ugumu. Lakini kwa sababu Yanga ametuzidi pointi 3. Umeona katika michezo yetu tuliocheza ametuzidi pointi 3 kwa sababu yeye Yanga ka draw, kapoteza mchezo mmoja, ka draw lakini hajapoteza mchezo. Kapoteza pointi 2, sisi tumepoteza pointi 5. Kwa hiyo Yanga kapoteza pointi 2, sisi tumepoteza pointi 5. Kwa hiyo kuna uwezekano wa zile 5 tukaenda tukazichukua kwa Yanga pointi zetu 6. Tukafunga mara hii tukamfunga nje ndani. Tarehe 1 mwezi wa 3 Young Africans. Yaani kwa timu nilokuwa nayo Oura. Yaani ukimwangalia Ismail Ture, Buae, mimi sina wasiwasi. Kama tumeenda ugenini tuko pungufu na limefungwa goli. Kafu wamesema hili ndio goli bora barani Afrika. Tuko pungufu. Mimi sina wasiwasi, tarehe 1 tunaenda kuchukua pointi zetu 3 kwa Yanga hapo. Yaani ule uonevu kwa Yanga sasa umeisha. Yaani mara hii hatukuleta watoto, tumeleta wachezaji. Unajua kuna kipindi tunawalaumu viongozi, kumbe wachezaji wenyewe kumbe sio. Umeelewa? Lakini angalia mashine zinazofanya kazi sasa zile. Watu tuko pungufu lakini kocha kafanya sababu 2. Ingia watu imepigwa pasi 3. Mwalimu tulimuona mbovu. Kumbe mwalimu alikuwa hana watu. Angalia pasi alipotoa ile na watu akaitumia. Kwa hiyo mimi naamini wanachama, mashabiki turudi tuiunge timu yetu mkono kwenye michuano ya ligi. Hii michuano ya kimataifa sisi tukivuruga kwenye ligi, hata michuano ya kimataifa mwakani hatutokwenda. Simba inapokamata nafasi ya 5
Umeona, hutoiona shirikisho, hutoiona klabu bingwa. Kwa hiyo mimi naamini tufanye kazi kuisapoti timu yetu ili timu yetu isipotee, tukakamate nafasi ya kwanza, mwakani twende tena klabu bingwa. Umeona, tukienda klabu bingwa tunaingia kama tuliojeruhiwa. Umeona, cha msingi hapa tuonyeshe tu ushirikiano, mashabiki na wanachama katika hizi timu za ligi. Mimi naamini kwa sababu msimu huu tumebaki wote nyumbani, kutakuwa hakuna maneno. Yanga Afrika tayari, kwa sababu hata sisi tutakwenda Zanzibar kwenda kuicheza mechi yao. Kwani si hapa Benjamin Mkapa alikuwa anahitaji goli moja na alishindwa? Kwani aliyefanya vile ni nani? Kwa sababu Yanga alikuwa klabu bingwa, sisi ilikuwa shirikisho. Yanga ingeenda robo, ingetuzidi sisi hata ile nafasi renki. Umeelewa? Tulichokifanya sisi kwenda kuimharibia Yanga na alafu sisi huku shirikisho twende. Kwa hiyo mimi naamini zile dawa tulizozitumia mwaka jana kwa kumfelisha yeye kuto kupata goli moja, hata Zanzibar tutakwenda kufanya yale mambo ili Yanga asiweze kupata hata ile goli moja. Nyinyi mnaosema sijui Yanga akiingia goli 3 na hapo kule kwa Rabat akifungwa goli 2 Yanga anaenda, Yanga haendi. Mimi nakwambia, yaani mimi nakwambia tumeamua. Sisi hatutaki maneno. Sisi tumeamua. Yaani sisi tunaenda kuyazuia matokeo Zanzibar. Leo jambo linawezekana. Na kamati tushaanza kuiandaa. Kamati ya watu 12 tushaiandaa. Yaani hiyo sio, hatujamshirikisha Mo wala hatujamshirikisha Mangungu. Sisi wenyewe wanachama ambao tunaumizwa na matokeo mazuri kwa Yanga. Kwa sababu sisi wanachama tumegawanyika pande mbili. Kuna matokeo ambayo yanatuumiza upande wa Yanga, kuna matokeo ambayo yanatufurahisha kwa upande wa Yanga. Umeelewa? Ili tufurahi Yanga kafungwe, ili tufurahi Yanga kapate sare. Kwa hiyo sisi tunaandaa chochote hatuna uzalendo hatuna. Na hii mimi sisemi eti si kwa sababu nadanganya, hii ni kweli kabisa. Vikao tushaanza kukaa kwa watu 12 na tutaanza kusafiri kwenda Zanzibar kwenda kukamilisha utaratibu wetu, kwenda kukamilisha. Na mimi nakwambia hao watu ambao tunaenda kuwatumia kule Zanzibar sio watu wa njaa. Wamesema sisi tunawafanyia mambo yenu mpaka yakamilike vile mnavyotaka, ndio mtupe fungu. Yanga namna ambapo wanazungumza matokeo ya Yanga amekaa, yaani wao wametuambia tuchague Yanga afungwe au sare. Tukamwambia sisi tunahitaji sare tu. Sisi tunahitaji sare tu, wala sifungu. Sisi tunahitaji sare tu, yote bila moja. Na wale jamaa wanakuonyesha kabisa mpira kwenye ungo wao, wanakuonyesha kabisa mpira unachezwa hivi. Kwa hiyo mimi naamini kamati ya watu 12 tushaiandaa na tunaenda Zanzibar sare tu. Basi tupate matokeo ya kufurahi. Lakini jengine niwaambie wanachama tuiunge mkono timu yetu. Tuna bonge la timu, hao wachezaji wapya waliokuja. Kuna baadhi ya wanachama wenzao Dr. Mohamed Mo baada ya kufanya press siku ya pili wake wakaja na msamaha. Vipi msamaha wao unapokea kama shabiki wa Simba? Mimi sijaupokea msamaha wao, kwa sababu mtu anakwenda kabisa, wale ni watu wenye akili zao, wanajua kabisa hichi kitu tunachokifanya ni makosa, na alafu mtu anaomba msamaha. Na ndio maana hapo nyuma, kama umeelewa, nikasema hii timu yetu ya Simba Sports Club imesajiliwa, yaani kiserikali, inatambulikana kwenye serikali. Kama inatambuliwa, kwa nini hao watu wasichukue hatua? Kama ni timu ya mtaani sawa, kwa sababu mimi leo naweza nikasema ngojea nitafute nembo za Simba, muone nende leo nikamchambe mtu yoyote tu, na alafu najua tu viongozi watatoa matamko, na alafu mimi kesho naomba msamaha, kuisha habari na tamba. Na alafu msamaha wenyewe mtu anakuja anakwambia kama Dr. Mo, yaani mimi sikubali, anakwambia tulisimamisha nchi. Yaani kwanza anajisifu na alafu baadaye ndo anatoa msamaha. Yaani katika mshabiki ambaye mimi nimemchukia hata kumuona ni Dr. Mo. Siwezi kumsamehe kwa sababu huwezi kujisifu kwanza, huwezi kujisifu afu kwenda kuomba msamaha. Hata yule kazoea kama alishaua na hapo akaja akasema nisameheni, atashindwa kufanya hivyo mambo, kashazoea. Na mimi ndugu yangu tu nimwambie hivi, huko njia aliyopita hiyo sio. Yule achane naye, turudi tujenge timu yetu.
kama ataenda atamwendekeza yule atampokeza. Asante, tuko pamoja Jabiri.